Tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Magharibi ya leo kwetu sote ni magharibi ya baraka. Tunaamini ya kwamba Mungu atakwenda kutubariki kupitia ujumbe wa leo. Amen. Kila atakayenisikiza kwenye video hii, neema ya Kristo iwe juu ya maisha yake. Amen. Natangaza baraka kwa kila mtu ambaye atanisikiza magharibi ya leo. Neema ya Kristo ifuatane na maisha yako. Amen. Kama kuna mtu ambaye anaamini kitu hiki aseme amen. 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 Nataka nizungumze teme ama mada ambayo nasema unaenda na nani? Katika maisha yote ya mwanadamu hapa chini ya jua, lazima uchague watu ambao utaenda nao. Haiko kila mtu iko destine kwenda naye. Kuna mtu ambaye ukienda naye maisha yako inaharibika, na kuna mtu ambaye ukienda naye maisha yako inatoka chini inapanda juu. Amen. Na hii naitabiri kwa mtu ambaye ananisikiza jioni ya leo. Tembea na mtu wa maana katika maisha yako. Haiko kila mtu ambaye utatembea naye. Kuna mtu ukitembea naye future yako ama fitire yako inatoka chini inapanda juu. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Nataka kukushawishi magharibi ya leo, hautatembea na kila mtu, hautaenda na kila mtu. Kuna watu ambao wanastahili uende nao. Kuna watu wako destiny kwenda nao ama kutembea nao. Mtu wa kwanza ni mtu mwenye nguvu. Ukitembea na mtu mwenye nguvu, haijalishi vita gani utakutana navyo, haijalishi vita gani utapambana navyo, ule mtu atasimama juu yako ili akupiganie. Amen. Na tumemwona mtu ambaye mwenye nguvu ni Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Ukitembea naye hakuna vita vitakavyoinuka juu yako. Yule atakayeinuka juu yako Bwana atampiga. Na hii naitangaza kwa mtu ambaye ananisikiza magharibi ya leo. Kila adui wa maisha yako ambaye atainuka juu yako Bwana atampiga, na ushindi na ushuhuda unatokea kwa maisha yako. Amen. Amen. Tumoja seme amen. Amen. Mtu wa pili unatakiwa kwenda naye ni mtu mwenye akili. Nilisema kwa mwanzo, haiko kila mtu utaenda naye. Tembea na mtu mwenye akili, utakuwa na akili. Paske akili njo mali. Ukienda na bumbafu utakuwa bumbafu. Ukitembea na mtu wa akili utakuwa na akili. Bwana akupe na mtu wa maana magharibi ya leo. Amen. Mtu ambaye ataongeza kitu kwa maisha yako. Amen. Amen. Mtu mmoja wa imani hapa aseme amen. Amen. Patia Yesu makofi ya pili. Amen. Mtu wa tatu ambaye utatembea naye ni mtu mwenye pesa. Haijalishi kimo chake, haijalishi hali anayo, lakini akiwa na pesa maisha yako itatoka chini inapanda juu. Amen. Mtu mwenye pesa ukitembea naye, hata kama ulikuwa na deni ya mtu, akifika fasi kwenye biko wanakufime, ule mtu atauliza huyu jamaa anakufa nini? Wanamwambia no, ana deni yetu. Juu ni mtu mwenye uliambatana naye, ni mtu wa pesa. Anawaambia wale watu msimuue, mimi ndalipa ile deni. Amen. Na muona mtu mwenye utajiri amesema ya kwamba fedha na dhahabu ni mali yake. Amen. Ni Yesu Kristo. Amen. Ukitembea naye atakulipia
maisha yako. Na hii naitangaza kwa mtu ambaye ananisikiza magharibi ya leo. Kila deni uko nayo, Kristo atakulipia hayo. Kila deni ambayo uko nayo, Yesu atailipa kwa ajili yako. Kama unaamini kile kitu, sema amen. Amen. Come on. Avance, papa. Ninachokijua kwamba tuliyemwamini ni mkubwa, ni tajiri, ana utajiri wote. Mtu mmoja seme amen. Amen. Tuseme sote amen. Amen. Baba moja anaishi Bethlehem, anakaa Bethlehem. Sa Bethlehem, maana ya hii jina ni mji wa mikate, ni mji ambao unajaa chakula. Sa mwenye mji hakujua identite ya ile mji. Nataka nimwambie mtu moja, kenye uko nacho siku takijua, njo maisha yako itapona. Siku tajua ile karama, ile huduma yenye Mungu alikupatia, njo utajiri wa maisha yako. Na kuambia mpendwa, krize ekonomike itapiga wengine, mewewe haitakupiga, sababu Kenya unabeba ni utajiri wa kipekee. Huyu baba hakujua thamani na maana ya jina Bethlehem. Amen. Bethlehem ni mji wa mikate. Bethlehem ni mji wetu wa Kongo. Kongo kuna vyote, kuna utajiri wote, kuna mali yote. Kongo inachukua picha ya Bethlehem. Sa mtu mwenye atazarau Kongo kwa sababu kuna matatizo ni mtu ambaye hajijue, hajue kenye Mungu alimfanya kuitwa Mkongomani. Mtu mmoja sema amen. Na huyu baba naye hakujua Bethlehem kama ni mji wa chakula, ni mji wa baraka. Sa Bethlehem kukaingia njaa. Na panda kiufunuo, ile njaa haingevuta jina ya Bethlehem, haingevuta mji wa mikate. Hata kama njaa itainuka Bethlehem, lakini haitavuta ile jina. Hata kama krize itainuka juu ya maisha yako, haitavuta jina mimi Mkristo. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Nakuja kumchallenge mtu mmoja ambaye ananifuata kwenye video hii. Haijalishi mapito uko napitia, haijalishi vita uko napitia, haijalishi magumu na taabu na shida uko napitia, lakini utakachokijua katika maisha yako, ule uliyemwamini iko juu tena zaidi ya ile shida na zile probleme ambazo uko napitia. Mtu mmoja sema amen. Huyu baba hakujua maana ya jina Bethlehem. Hata kama njaa imeingia Bethlehem, lakini njaa haitavuta ile jina mji wa mikate. Amen. Amen. Wakasikia habari kwamba Mungu amekumbuka Moabu. Na Moabu hawakujua descendants ya ile nchi ya Moabu. Ni wale watoto wa Loti ambao walipatia mzee mvinyo, wakabaka mzee. Mzee akazini na watoto wake wa binti wawili. Wakazaa wa Moabu na mwingine akazaa wa Amoni. Ni hapo Moabu imetokea, ni wale watoto wa Loti. Kumbe ile nchi ya Moabu ni mji wa laana. Nakuja kumwambia mtu hapa magharibi ya leo, usitamani mtu kama ni tajiri. Usitamani mtu juu iko na yake. Usitamani mtu juu Mungu alimuinua. Haujue parcours ambayo ule mtu amepitia juu awe tajiri. Haujua misingi ya ule mtu ni misingi gani juu afikie hapa. Huyu mtu ana misingi gani? Wakasikia kwamba Mungu amebariki Moabu. Kumbe Moabu ni nchi ya laana. Utamtamani mtu aseme ana mali, ana utajiri, kumbe ni frima. Kumbe ule utajiri anao
iko na makondisyon ya kulala mwese, kusinzilia kwa makaburi, ndio kondisyon alipewaka ile. Sasa wona tamani ile mali ya ule mtu, uko na tamani Moabu. Pale hapana uzima. Akaambia mke wake twende Moabu. Mungu amebariki Moabu kwa chakula kingi. Baba hakujua kwamba hata kama kuna chakula lakini mauti iko pale. Amen. Na kuja kumwambia mtu mmoja, hata kama dunia inaweza ngara, dunia inakupa vyote, lakini jua kwamba kuna mauti. Amen. Lakini Bethlehemu kuna uzima. Hata kama njaa imeingia Bethlehemu, lakini Bethlehemu yako ni ndani ya Yesu Kristo. Amen. 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 Mtu mmoja akasema kwa Yesu kuna vyote. Ukimpata yeye tu unapata mariage, unapata pesa, unapata utajiri. Kwa Yesu kuko vyote. Na huyu baba wakatoka wakaenda na mke wake kufika Moabu. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, baba kafa. Mwezi wa kufuata watoto wake wa kiume nao wakaoa wa binti wa Moabu. Wakaingia mwa ile laana ya ile nchi, nao wakafa. Naomi akabakia mjane. Wale walikazi wawili, Orpa na Rutu, siku moja Naomi akamwambia wale walikazi wawili, rudini kwa watu wenu, rudini kwa jamaa zenu. Orpa akamwambia mama, mambo nasema ni kweli. Edaye hauna mume, hauna watoto tena wa kiume. Hata kama ungeolewa na unazaa, hatungesubiri tena wakomae mpaka wafike kiwango watu owe. Sasa mimi ninarudi kwa watu wangu. Orpa akamwambia mama, ubaki vizuri, ninaenda. Nataka nimwambie mtu hivi, haiko kila mtu utaenda naye. Haiko kila mtu utatembea naye. Kuko mtu kitembea naye, hata kama ulikuwa maskini, vi yako inatoka chini inapanda yuru. Rutu akamwambia mama, usinisi nikuache. Amefiwa na watoto, lakini ndani ya huyu mama ana Mungu. Watu wanaweza kukuona nje, hauna viatu, hauna mwanzo wala mwisho, na watu wanakudharau. Lakini kuna watu wenye ufunuo, wanakuona hauna kitu, banajua Mungu mwenyewe unatembea naye. Wanasema hata kama iko hivi, lakini Mungu mwenye iko naye tunamrekonetre. Bwana akupe watu ambao watakurekonetre jinsi ulivyo. Hata katika yale mazito tunapitia, watu wajue kwamba uko na Mungu. Ukipata wale watu katika huduma, katika maisha yako, unabarikiwa. Mtu mmoja aseme amen. Haleluya. Amen. Rutu akamwambia jambo la pili limenibariki. Sikia mama, hata kama umefiwa na mwanaume, menajua kama uko na Mungu. Juu kwenye unatoka ni Bethlehem. Na Bethlehem ni mji wa baraka. Hata kama umepata hivi vita, lakini mimi najua kitu kikubwa kimoja, uko na Mungu. Amen. Upate mtu mwenye atakuitika magumu ambayo uko napitia. Ulifiwa na watoto, ulifiwa na mama na baba. Watu wanasema hata kama ulifiwa na watoto, Mungu wako tunamjua. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Wakatoka wakaenda. Kabla hawajaenda, dada akafanya declaration prophetique. Akamwambia mama, Mungu wako atakuwa Mungu wako. Amen. Jambo la pili, nchi yako itakuwa nchi yangu. Watu wako watakuwa watu wangu. Quelle profondeur ya révélation
kwa Rutu. Wakatoka wakaenda kufika Bethlehem. Mungu akabariki Bethlehem. Nataka nimwambie mtu mmoja, unaenda na nani katika maisha yako hapa chini ya jua? Unatembeaka na nani? Amen. Haiko kila mtu mwenye iko destiny utembee naye. Rutu akatembea na Naomi kufika Bethlehem. Rutu akabarikiwa. Rutu siku moja mamake mkwe akamwambia aende alogote masuke mshamba ya Boazi. Boazi ni picha ya Kristo. Tumoseme amen. Amen. Boazi ni picha ya Kristo. Shamba ni huduma, ni kazi Mungu anitupa hapa chini ya jua katika huduma yake. Amen. Rutu ni mtumishi wa Mungu. Amen. Sasa iko analogota makombo iliyoachwa. Na bwana wa shamba akamuona mshamba. Akamwambia no, haustahili kulogota makombo. Kuja uvune ngano. Mama akavuna ngano. Siku moja saa alirudia nyumbani, Rutu akamwambia umepataje ngano hizi wapi? Akamwambia mama, sikia, bwana wa shamba aliponiona kaniambia niache makombo na mimi niingie mumusafa wa kuvuna ngano. Bwana alitutuma katika shamba lake tupate kumzalia matunda. Tumwaseme amen. Tuseme amen sote.